niliona jana watu wengi sana wakifanya maandamano, watoto wetu walikuwa wanafanya maandamano, sijui hata kama wangu walikuwa huko, lakini ni hiyo rika hiyo ya 18, 20 walifanya maandamano kweli kweli. Lakini nataka niwaombe nyinyi kama wazazi, unajua finance bill watu wengi waelewi. Finance bill kitu ya kwanza inadraftiwa, inaandikwa hapo, kila mtu anatoa maoni yake, alafu inatumwa. Alafu watu wanaenda wanaangalia. Alafu sasa nirudi sasa kwa tunafanya amendments zingine. Tunajua wananchi wamepiga kelele hapo haijakuwa mzuri, hapo haijafanyika nini. So ndio unasikianga before kwenda kupitisha bill, tunaenda PG. Ile tunaenda tunakaa wote, kila mtu anasema hapa tumerekebisha, tumeona hapa wamepiga kelele kidogo, hii kai namna hii. Alafu sasa tupitishe kama jana. Kule kupitisha kama jana haijaisha bado. So Tuesday sasa ndio tunaenda kipengele baada ya kipengele kingine. Tunaangalia sasa amendment nyingine ya 3. Sasa ndio tutanyorosha tuseme hii bado tuitoe, hii bado tuchonge, hii bado tufanye namna hii, ndio ipitishwe sasa one by one mpaka ifike mwisho. Nilikuwa naona watu wengi watoto wetu wakiongea wanasema ati pads imeongezwa ushuru. Haijaongezwa ushuru. Nataka muelewe. Sisi tumesema kuna vitu sensitive kama pads. Pads unaweza pata kule inatoka kama ni China. Hatujui raw material yenye wanatengeneza naye ni gani. Ndio tukasema manufacturers wetu wa hapa tunataka wao wenye tunajua raw material imetoka wapi watengeneze na hiyo haina ushuru. Alafu wale wanatoa nje tuweke ushuru ndio watoroke. Ili wakuje walete factory hapa, wajenge wapi? Hapa, na mpate kazi. Na mambo ni mingi. Unajua nimeona watu wengi wakipiga kelele. Hiyo vitu yote tunafanya, sisi ni viongozi. Na sisi ni wasasi. Na sisi we are responsible. Hatuwezi fanya makosa yenye kesho tutuletee shida. Wacha niwapatie example nyingine. Hii mapikipiki tunanunua hapa. Can you imagine pikipiki inatoka China ikiwa full, imeshafungwa, yani inakuja tu unangurumisha na kwenda. Sisi tumesema hivi. Tunataka tutafute namna ya hizo mapikipiki isikue assemble hapa nyumbani. Na bei yake itakuja chini. Kwa sababu itakuja sasa ikiwa parts kutoka mbalimbali, tunajua tuna assemble hapa, watoto wetu wanapata kazi. Hiyo mambo ni mingi ya finance bill. Najua nimeona tu watu wengi wanapiga kelele. Ya 3 na ni ya mwisho kwa sababu iko mingi. Hao wanafunzi wetu wamepiga kelele, wamefanya nini? Hawaelewi. Kama kuna mahali tumeweka pesa 63 billion ni kwa maneno ya masomo, ili to reduce pressure kutoka kwa wazazi. Kuna vile tumekoroga ambao tumejua hii itakaa namna hii, huyu atapata loan hapo, huyu atapata nini pale, ili watoto wetu wote wakuwe equal. Ya mwisho kabisa, baada mzaidi tu kidogo, ya mwisho kabisa, mambo na maneno ya kansa. Nyinyi mnajua familia wengi hawajiwezi kwa mambo ya kansa, kwa maneno ya magonjwa. Sasa wale tumetoa NHIF. Nikiwaambia story ya NHIF, nyinyi wengi mtashangaa sana. NHIF, nusu ya hospitali walikuwa wanalipwa kwa NHIF. Nusu ilikuwa ukora, nusu ilikuwa ukweli. Na ndio unaona tumefukuza hiyo wakora wote sasa irudio mpya. Ili ile pesa mimi ninalipa. Kwa sababu hapa Asuruvie tuko na mtu ako hapa nyumbani. Ana kazi, ana ng'ombe ya kukamua na ana shamba. Alafu kuna mwenye ako na kazi hapa Asuruvie, ako na biashara na ako na mambo mingi. Sasa tunasema hivi. Kama sisi wote tunalipa NHIF 500 shillings. Yule mwenye ana kazi, ana maziwa, hana chochote, na mimi Sudi mwenye niko na biashara, mimi ni mjumbe, nilipa 500. Hiyo haikubaliki, haiandamani na mambo ya usawa. Tukasema hivi. Mimi kama Sudi hata nikilipa 20,000 hakuna hasara yoyote kwa sababu niko na mshahara, niko na biashara. Ili yule mwenye ako nyumbani, mwenye ana biashara na ana kazi, mimi nitakuwa nimemlipia. Nitakuwa nimelipia watu wengine 50.
mwenye ako na kasi alipia wengine, ili kila mtu awe na kadi ya hospitali. Uwe nyumbani, uwe unachunga ng'ombe, unafanya nini, tukue equal, kila mtu kile hospitali unatibiwa kama watoto wangu na mimi. Hapo kuna makosa. Na ndio tunataka hawa watoto wetu wajue hii uongozi pia haiongozi na mchezo, haitaki mzaha. Na ndio unaona jana tulienda pale, hata kama wamemandamana Kenya mzima, lakini tulipitisha kwa wingi sana. Tulipitisha zaidi, tulipata kura 204 haijafika hapo, kwa sababu wale walikuja wakasikiza mpaka wakaelewa. Nilikuwa nataka niseme ya kwamba serikali ya William Ruto iko imara na itafanya maajabu. Mtupatie mwaka ingine 2, tutakuwa tumebalance kitabu. Hii madeni yote hii itakuwa imeisha, tutakuwa tukitumia pesa yetu ya hapa nyumbani. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaombe sana kwa heshima ya kwamba mambo mengine sikia kwanza. Na finance bill inataka upige kelele sasa wakati imesomwa ndio ujue wakati imeisha. Lakini unapiga kelele hata before hujajua nini inaendelea.